Inawezekana, lakini inatakiwa wananchi wawe sensitized, wajue ya kwamba huenda kukawa njama. Yani kuna ile mbinu walikuwa wanasema, rais mstaafu Moi alikuwa very good professor of politics, divide and rule. So divide, kama labda Mheshimiwa Ruto aliyekuwa the biggest beneficiary wa support ya Mwalimu, anaanza kuona ni kama hii support inaanza kudidimia. The best thing to do would be to divide that mountain. Ili zile kura milioni 4 zimwendee Wamalwa ama ziendee Kalonzo ama yote aliye na azma ya urais, sababu hiyo itahatarisha nafasi yake kupata muhula wa pili wa uongozi wa nchi hii. So lazima apate njia ya kujaribu kuwatongoza watu wa Mlima warudi kwake, lakini kama inaonekana hawataenda kwake, the best thing to do is to divide and rule. So lazima watu waelewa ya kwamba huende kawa ni mbinu ya siasa. Yes. Mheshimiwa, mmekuwa mkionekana hapa na pale na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, hapa na pale kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua, na pia aliyekuwa naibu wa rais, na inaonekana ni kana kwamba kutakuwa labda mtaungana, sijui kama mtaungana muwe kwa muungano mmoja ama kila mmoja wenu na chama chake. Kuna mpango kama huo? Waswahili husema lisemalo lipo, kama halipo laja. Kwa siasa anything is possible. Na naamini ya kwamba vile tunafika midterm, formations za 2027 zinaanza sasa. Nasi tunajua ya kwamba muungano wetu wa Azimio umekuwa na shida kidogo, sababu tulikuwa na wenzetu wa ODM. Kwa sasa wameingia serikalini, na vile wameingia serikalini yaonekana wazi ya kwamba Azimio inaanza kufifia. Na tukiangalia haswa historia ya Mheshimiwa Raila Odinga, imekuwa kila wakati wa kura anabadilisha ile coalition yake. Unakumbuka alikuwa na ODM, wakaanza muungano wa CORD ikakwisha, wakaanza NASA ilipokwisha tukaanza Azimio. Sioni kama Azimio itakuweko 2027. So kuanzia mwaka ujao kunaenda kuwa na alignments and realignments. Na yale ambayo unasema yawezekana. Mimi naona ya kwamba Azimio was a good idea, but my late brother Mike used to say a good idea should always give way to a better idea. So Azimio was a good coalition, but we have a better coalition coming next year. Na hii coalition itakuwa coalition ambayo ni ya Wakenya wanaotaka Kenya mpya, ambayo itaweza kuaddress mambo ya ushuru huu wa Zakayo, mambo ya ufisadi ambao umezidi sana. Haswa ukiona watu kama Adani wanaingia nchini, kutaka kuchukua uwanja wetu wa JKIA, Ketraco, na mambo ya health, afya yetu SHA. Mheshimiwa, kabla tufike kwa yale mambo ambayo serikali inafanya, huo muungano, huo wakati ukija, wakati umetimia, nyinyi wote muungane na muwe na muungano mmoja, ni nani ambaye atawania urais kwa huo muungano? Nafikiri we'll cross that bridge when we get there. Sababu kwangu mimi kama kiongozi wa DAP-K, nimeidhinishwa na chama changu kubeba bendera ya urais tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Kwa sasa tuna miaka 2 ya kujitayarisha. Na kuanzia wiki ijayo tarehe 2 tunaanza grassroots elections. Hiyo sasa itafanya chama kiimarike kutoka kwenye polling station, tuje kwa ward, na tuje kwa sub-county, ndio constituency, ndio tuje kwa county. Baada ya hapo, next year tukuwe na national elections. Hapo tutakuwa sasa tuko tayari, tumejiandaa structures katika 47 counties zetu zote, 290 constituencies, 1450 wards. Tutakuwa katika kila eneo la taifa hili. Na hiyo itakuwa structures ambazo sasa zitaniwezesha kuania urais tukiwa na a strong national party. Mheshimiwa Kalonzo vile vile ako anajipanga na the Wiper Democratic Movement.
ODM wameanza uchaguzi wao mashinani on 27th. UDA wanafanya uchaguzi wao. Bi Martha Karua nimeona pia na Kenya wanapanga yao. So kila chama kiko kinajipanga. So ni mapema sana kusema ni nani ama itakuwaje, lakini tuaona yale umesema yawezekana. Ukiona wana ODM na wana UDA ile lugha sasa wanaongea. Mheshimiwa Ruto amekuwa pale Kondele akasema bana, hawa watu walikuwa wamenilemea majenzi, mtu ameniokoa ni mzee wetu, na mimi nilimsaidia nikiwa kwa ODM na yeye peke yake ndiye amenisaidia wakati huu. Inamaanisha sasa kuna uhusiano mpya na muungano mpya ambao uko unaundwa. Ukisikia Bwana Mbadi ameongea Homa Bay anasema si tuko na Ruto beyond 2027. Bwana Wandai, hawa ma-expert ni watu wako karibu sana na mzee wetu. So inaonyesha wazi ya kwamba ule muungano wa ODM na UDA huenda ukaja pamoja kwa uchaguzi wa 2027. Nasi pia tunaanza muungano wetu. Na leo nataka niwahakikishie kwamba mwaka ujao mtaona steps ambazo zitachukuliwa towards a grander coalition, a better coalition than Azimio, ambayo itaunda serikali ijayo na ambayo itashughulikia maswala nyeti ambayo yanafinya wa Kenya sasa, mambo ya ushuru, mambo ya gharama ya maisha, mambo ya ufisadi unaoendelea na ukabila kwa serikalini. Haya ndio baadhi ya mambo tunalenga macho yetu sasa. Lakini yale tutaka tuambie wa Kenya, we will not allow political intolerance kama yale tumeona Limuru. Wacha kila chama, wacha kila kiongozi ajipange na awe huru kwenda sehemu yoyote ya taifa hili, kuimarisha chama chake, kuuza sera zake bila kudhulumiwa na mtu yeyote. Asante mheshimiwa, tumeweza mata kidogo alafu tunarejea. Toba tuikirie ni tafarena ya kirere betugethi na mbere na ndereti itu na mheshimiwa Eugene Wamalwa no mutongoria wake makia DAPK. Wona twacokererie tuthi na mbere na ndereti. Twacokererie ngatho cia mwanya ni tafarena ya kirere be muthenya wa muthu na mheshimiwa Eugene Wamalwa no mutongoria wake makia DAPK. Na tugethi na mbere na ndereti itu mweno renda kurongoreria ndumire cigana ona tu kuma mwena wa Facebook. Hari mundu urauga haha gutire hindi ingi tugetikira uko tukihorithanio ni ateti. Hari ungi urauga riria muingi ukamenya hinya uria uri naguo thiini wa gatiba article 1 ati ni ithuĩ twina hinya uria muingi gutire tugetikira ukorwo tukihenio ni ateti. Ngatho cia mwanya thina mbere na gutwararia twina mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa, ule wakati ambao mheshimiwa Raila Odinga aliingia kwa serikali na baadhi ya viongozi wake wakaingia na wakakuwa mawaziri, na akaulizwa kama ameingia kwa serikali akasema la, yeye anasaidia, ameenda kusaidia Rais William Ruto kuongoza nchi. Nyinyi wengine mlihisi kama mmesalitiwa, wale ambao ni viongozi chini ya muungano wa Azimio? Nafikiri kwanza hatukuhusishwa kwa uamuzi huo. Ulikuwa uamuzi kati ya mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Raila. Ulikuwa uamuzi kati ya ODM na UDA. Wengi wetu hata kwenye Azimio, mheshimiwa Kalonzo, watu wetu wa Jubilee na wengine hawakujua. Hata wenzetu tumeongea nao kule kwenye Kenya Kwanza, kina Mudavadi, kina hawakujua mambo yakitendeka. Wengi tulishangaa kuwaona viongozi wetu wawili wakiwa nchi jirani ya Uganda kwenye ng'ombe pale na pembe ndefu kabisa zile za Nyankole. Hapo ndio tulishtuka tu, tukaona mambo yametendeka na handshake imefanyika. Ingawa pale mbeleni walikuwa wamesema hakutakuwa na handshake. So yale ambayo sisi tulihisi ni kwamba wale watoto wa Gen Z wengi ambao walipoteza maisha yao wakipigana na ushuru wa Finance Bill 2024, wakajaribu kuingia bungeni kuzuia bunge lisipitishe ushuru huo. Wale vijana walionekana ni kama walisalitiwa, na hadi sasa wana uchungu sana wakiona ya kwamba hata kuna mpango wa kurejesha ile Finance Bill 2024. Na ndio sababu sisi tumesema, ingawa sio yote, ni baadhi ya vipengee ambavyo vilikuwa vimetajwa. Rais Ruto alikuwa ameambia hawa Gen Z
amekubali kutupilia mbali ile bill. Lakini ndio huyo akanairudisha. Na kama upinzani tumesema hicho ni kitendo cha usaliti. Ni kama hawa watoto walipoteza maisha yao, yani kama maisha yao haikuwa na maana. They died in vain. Hapo ndio tunaweza sema tunalilia sana wale watoto, jamii zao hadi sasa. Kuna wale ambao wamepotea hawajapatikana sababu ya kutekwa nyara, na kuna wengine bado wanafuatwa hawajarudi manyumbani hadi sasa. So kuangalia yale yanayoendelea, ya kwamba sisi ambao tulikuwa tunawatetea tangu mwaka jana Finance Bill 2023, Wanaazimio ndio tuliongoza maandamano haya. Vijana zaidi ya 75 walipoteza maisha yao. Hadi sasa hawajapata haki. Hadi sasa hakuna polisi hata mmoja ameshikwa na kuwajibika kwa yale mauaji ya Finance Bill 2023, Finance Bill 2024. Ni Bwana Kome tu alijiuzulu, alikoma kuwa IG wa polisi. Lakini waliohusika na operation hiyo, Bwana Bungei aliyesimamia hapa, bado ako ofisini. Na Mheshimiwa Ruto aliambia polisi wake, you did a wonderful job. Aliyekuwa anasimamia ile wizara na kusimamia polisi wote, Bwana Kindiki, amepewa promotion, ndio naibu wa rais sasa. Hii inamaanisha nini? These young people died in vain. So hapo ndio sasa sisi ambao tumesema hatutakubali kujiunga na serikali ambayo imesababisha vifo vya Wakenya zaidi ya 200 sasa. Sababu ya sera mbaya ya kifedha, Finance Bill 2023 ya 2024, na bado wanadhubutu kurudisha. Leo hii Mheshimiwa Rais akaja kwa kinara wa chama cha DAP-K, amwambie sasa, hapa niko na shida, kuja unisaidie kutatua baadhi ya mambo ambayo yametukuma sisi kama nchi. Unaweza kubali huo wito? Kama kumsaidia Bwana Ruto ni kumsaidia kuendelea kunyanyasa Wakenya, siwezi nikakubali. Sababu kama tumejiunga na serikali yake, na yeye amesema sasa ninyi ndio nimetoka kuwa Zakayo, muje tuwe mazakayo wote. Muje finance chukua, enda ongeze hii ushuru, niongeze hii ushuru, rudisha hii bill. Energy chukua, enda ongeza hii stima. Niko na mpango na huyu Adani Ketraco. Hatia ile ambayo kwa sheria, kuna hatia ile ambayo wewe umefanya, ama hatia ya kutotimiza wajibu, ama hata hatia ya kujaribu na kufanya hatia na haujafanya, attempted. So mambo haya yote, wewe ukimsaidia mtu kufanya ile hatia, you are as guilty as that person. You are aiding and abetting the commission of that wrong against the people of Kenya. Na ndio sababu sisi tumesema hata kama tutabaki wachache upande wa wananchi, sisi tutapigania wananchi hadi mwisho. Hatutakubali kujiunga na Zakayo, tupande mti naye tuanze kula peremende. Tumesikia wenzetu wa ODM kama Oparanya anasema eti sasa hawa kina Wamalo na Kalonzo wanapiga kelele sababu wana shida, sisi tunakula peremende, hawa wana njaa. Ni kweli Wakenya wengi wana njaa. Wakenya wengi wako wanaumia. Ukiangalia payslip ya mtu yeyote, hata saizi nikisema tu Mushoki nipe payslip yako kutoka Oktoba, payslip yako haiko vile ilikuwa wakati wa Uhuru. Payslip yako imefinywa ikafinyika. Hadi sasa umeambia lazima ulipe ushuru wa nyumba ambayo hautapata. There are no guarantees utapata hiyo nyumba, though you are forced kulipa housing levy, upende usipende 1.5. Uko naambiwa sasa SHA 2.75%. Unaanza kukatwa. So your payslip keeps shrinking. Na leo hivi sasa, kama tunataka Kenya's economy to be strong, we need a strong middle class. People like yourselves. Na ile middle class needs to be strengthened. But the minute you kill the middle class, it's like killing the goose that lays the golden egg. A strong middle class translates to a strong economy. Lakini when you are, and this is why he's killing the middle class. When you kill the middle class, you also kill their purchasing power.
When you overtax them, huko unatoa ile disposable income ambayo ingewapa uwezo, consumer power. Lakini mheshimiwa, nyinyi kama viongozi wa upinzani, kuna mapendekezo ama solutions ambazo mnapatia serikali, kwa kuwa serikali inatumia ushuru kufanya kila kitu. Yes. Mishahara, mambo yote ya serikali yote ni ushuru. Ni mapendekezo yapi ambayo labda mnaweza pea mheshimiwa rais? Hatusemi hatutaki watu walipe ushuru. Ushuru lazima watu walipe. Lakini vile vile hauwezi ukaua that goose that lays the golden egg by over squeezing it. And hapo ndio tumefikia. Ukianza kusikia watu wengi wanaanza kujitia kitanzi, committing suicide, then ujue taifa letu limefika pabaya. Nimesikia juzi madaktari, our interns kadhaa wamejinyonga, wamejitoa uhai. Yani maisha yamekuwa magumu mpaka unaona usiwezi vumilia. But how did we get here? Na wewe unanieleza eti mbona tusiadvise Mheshimiwa Ruto? Sidhani Mheshimiwa Ruto ni mtu wa kuchukua. He's the only man who advises his advisors. Na hata mawaziri wake amwambia, I know more about your ministries than some of you do. So ni vigumu kuadvise mtu kama yule. Na hata wenzetu wa ODM wameenda kumadvise. Nafikiri wakati utafika, they will realize they are wasting their time. Sababu things can only get worse. Na hakuna siku ushuru utashuka as long as Zakayo bado ako juu. Siku ile Zakayo atashuka na sisi tumejitolea, lazima tumshukishe. Sikio ndio ushuru utashuka. Vile vile ufisadi. Sababu ukiweza tu kuziba ile mianya ya wizi katika serikali hii, corruption, what we are losing ni mabilioni ya pesa inaenda kwa mambo ya ufisadi. Na kama hatuna kiongozi from the top who can fight corruption, basi tutaendelea kuongeza ushuru kwa watu, na tunaiba ushuru huu badala ya kusaidia taifa, inaingia kwa mifuko ya watu wachache. Na wastage ambayo iko katika hii serikali, tukiziba ile mianya ya wastage, tuzibe mianya ya wizi, ya corruption, then we will not have to overtax Kenyans the way we are doing. Na tuliona wakati wa Kibaki, is the first time to go on tax cuts, incentives being created to grow the economy, packages to stimulate the economy. Mambo haya hatuoni kwa hii serikali. Serikali hii tunaona tu ushuru huu umepandishwa leo, kesho wameintroduce another levy, then another levy. And hata kwa Biblia punda ilichoka ikaongea kama binadamu, ikaambia Balaam, enough is enough. Wakenya wamefika pahala mshoki, wanaenda kuambia Zakayo enough is enough. Na sasa umesema kwamba Mheshimiwa William Ruto kunaweza kuwa kuna mpango wao kuungana, yes, chama cha ODM, chama cha UDA, hata baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Nyinyi kwa upande wenu viongozi wa upinzani mmesema kwamba mtakuwa na muungano, na tukifikia labda mwaka ujao mtatangaza huo muungano. Mnaona kama mtawezana na Mheshimiwa William Ruto akishikana na Mheshimiwa Raila Odinga? Kwanza tutakia mzee wetu Raila Odinga ushindi kwenye AU. Ni mtu ambaye tunamuenzi sana. Amepigania taifa hili kwa muda mrefu, zaidi ya miaka 40. He has a clean record. Sidhani kuna yeyote katika taifa letu who can claim he has sacrificed more towards fighting for democracy and human rights in this country than Raila Amolo Odinga, and fighting for democracy and devolution. Wengi wetu tulisikitishwa sana kuona akiingia kwenye ndoa hii na Zakayo. Wakenya wengi wameona ni kama kilikuwa kitendo cha usaliti. Sisi ambao bado tunamheshimu kama kiongozi wetu, tulikuwa tunamuomba yeye sasa atoke kwa mambo ya hii local politics. Yeye badala ya kuwa baba wa Kenya aenda awe baba wa Afrika. Na tunamuombea Februari akifaulu. Yeye anaenda kuwa rais wa marais. Huko kwetu ama Uganda wanamuita msaja wa wasaja. Yani yeye anaenda kuwa mdosi wa wadosi. Na aendelee kumaintain ile heshima yake. Lakini akirudi hapa chini na atumike vibaya na Zakayo,
Wakenya hawataona tofauti kati yake na Zakayo. Wakenya wengi wanaoumia, Wakenya wengi waliopoteza watoto wao na haki bado wanalia hadi sasa, wataona ni kama amewasaliti. Kwa mambo ya ufisadi, akiendelea kuwa karibu sana na Zakayo na watu wake ambao wanaiba usiku na mchana, basi atapakwa lile tope na atapoteza ile heshima na hadhi aliyokuwa nayo muda huu wote. Sababu juzi tumekuwa na Muhindi anaitwa Adani. Adani amekuja hapa, wakafanya deal ya bilioni 200 karibu 80 kuchukua uwanja wetu wa JKIA. Adani amekuja hapa tena akapewa deal ya 95 billion. Hii ndio deal ya kwanza. Expert wa bwana Raila anaitwa Wandai aliweka mkono haraka sana. Ilikuwa nyuma ya wiki 2 kuingia ofisini, akaweka mkataba sahihi kuchukua kampuni yetu ya KETRACO ya umeme, kupeana kwa Muhindi huyu kwa miaka 30. Kidogo tena tukawa na deal ya 3, hii ya SHA, ambayo sasa ni bilioni 104 imewekwa sahihi. Sisi katika upinzani kuanzia mwezi wa 8 tumeambia serikali hii, huyu Muhindi ni mfisadi, huyu Muhindi ana rekodi mbovu na amefukuzwa kule Sri Lanka, amefukuzwa Bangladesh, amefukuzwa Australia. Kulikuwa na maandamano makubwa sana, hata kwao kwenyewe India ana shida. Hawa jamaa hawakusikia, na bwana Ruto akajitokeza kusema Adani yako sawa. Kidogo tukaona mzee wetu ambaye tunamheshimu pia akaja pia akasema Adani yako sawa. Hapo ndio tunasema mzee wetu akitumika kwa njia hii huenda akapoteza ule umaarufu na heshima aliyokuwa nayo. Tumuombea ashinde, aende afanye mambo ya Afrika, awache sisi tu deal na Zakayo hapa, tupiganie wananchi kwa hii mambo ya ushuru, kwa mambo ya ufisadi na ukabila, yeye atuachie. Na la mwisho mimi nakueleza, sababu umeniuliza kama mtawezana na wao, na ingawaje Adani sasa amefukuza hapa nchini pia. Naweza nikakueleza hivi ya kwamba imechukua Amerika kuingilia swala la Adani. Adani amenaswa kwa mambo ya ufisadi, akitumia pesa za Amerika na akifanya ufisadi kwao nyumbani India. Alikuwa amepeana 10%, ili alikuwa na deal ya over $2 billion, na ametoa hongo ya karibu bilioni 236. That was roughly 10%. Anapewa deal na serikali, anapeana 10%. Kwa hivyo tuna assume kama hiyo ndio modus operandi yake, hivyo ndio vile anafanya kazi yake. Inamaanisha ile 10% alikuwa amepeana kule akitumia pesa za Amerika, ndio 10% alikuwa amepeana Kenya. Ndio tunaona Wakenya wenzetu, ingawa sisi tunasema huyu jamaa hayuko sawa, wao wanamtetea. Sisi tunasema inawezekana ya kwamba baada ya mambo ya Adani haya kuisha, kuna other deals that are being done. Na tusipokuwa macho kama Wakenya, sisi tumeenda mahakamani kama DAP Kenya, wana Wiper, wana Jubilee, tumepata orders kusimamisha mambo ya Adani tukiwa na ndugu yetu Tony Gashoka. LSK imeenda kotini kusimamisha mambo ya KETRACO. Rafiki yetu Senator Okiya Omtata ameenda kotini kusimamisha mambo ya SHA. Kwa kesi hizi mbili tumefaulu. Bwana Ruto amesema ana drop JKIA. Hiyo deal ametupilia mbali. Amesema ana drop KETRACO. Lakini kwa nini amekataa ku drop SHA? Na SHA ndio watu wanalia sana. Nimekuwa Njoro wa mama wanasema hii mambo system mpya haifanyi. Ukiwa na shida ya dialysis, unaenda unaambiwa hii system haijafanya, toa cash. Usipokuwa na cash unafukuzwa. Wewe kama hupati dialysis na ufukuzwe, that's a death sentence, Mshoki. Vile vile mambo ya chemotherapy, Wakenya walio na kansa wanahitaji huduma ya chemotherapy. Asipoupata kwa wakati ule, wiki 2-3 nenda kumzika yule jamaa ama yule mama. So hapo ndio tumefikia. So leo nataka niambie Wakenya, inawezekana ya kwamba tukija pamoja tunaweza tukamshinda Zakayo.
awe na baba asiwe na baba, twaweza tukamshinda. Na naweza kupa hadithi kidogo, sababu nikiwa kwa moto hivi nakumbuka shosho wangu alikuwa anatoa hadithi, anapenda kutoa hadithi. Alikuwa anatuambia siku moja Mzee Kobe alitaka kwenda karamu binguni, na akaongea na ndege wa angani, wakasema twaweza tukakupa mabawa yetu, twende na wewe. So ndege moja akampa bawa, mwingine akampa bawa. Si basi Mzee Kobe akapaa hadi binguni. Alipofika binguni akawaruka wale ndege, kila kitu anataka kula yeye peke yake. Ndege wakaitana, sema huyu jamaa tumemwazima mabawa, mbona sasa ameturuka? Kila mtu achukue bawa lake. Basi Mzee Kobe, wakati karamu ilikwisha kurudi chini, ukakuwa shida. Ndege wakatoa mabawa yao, wakapaa, wakarudi duniani. Mzee Kobe alipotoka kule hakuwa na mabawa, akaanguka chini. Ndio sababu unaona Mzee Kobe amepasuka hivyo, ni sababu hakuwa na mabawa. Ukiangalia Bwana Ruto kuingia State House, alikuwa na mabawa mawili. Mabawa ya Mlima Kenya 4 million votes, na mabawa ya kanisa. Alipanda aliingia kupitia kanisa na kupitia Mlima Kenya. Hivi leo Mlima Kenya ndio huo umesonga, bawa hilo limevunjika. Leo nimekuwa kanisani, PCA, Catholic, wote hawafurahii uongozi huu. Mzigo wa ushuru ambao ameweka kwa mabega ya Wakenya, wengi ni Wakristo, na kanisa likijaribu kumwambia wacha hii ahadi zako za uongo, wacha haya mambo ya ufisadi, wacha mambo ya kuteka nyara na kuua Wakenya, wacha haya mambo unayoyafanya ya adani, hataki kusikia. Sasa leo nataka nikwambie wazi, Mushoki, is Ruto beatable? Yes. Already yale mabawa alitumia yamevunjika. I see him being a one-term president. Vile juzi upinzani umeshinda rais wa Botswana, naona upinzani tukiungana tukimshinda Bwana Ruto. Vile upinzani umemshinda George Weah hapa Liberia, where nomics never worked, Rutonomics is not working. This is what's going to send Ruto home. Mimi naomba baba apate kazi yake Addis Ababa, akae mbali kidogo, asije apakwe matope na bwana Zakayo, sababu Zakayo lazima tutamshusha. Tuko na plan, tuko na strategy, na kuanzia mwaka mpya tunataka muone ya kwamba that team that is coming together, na tungependa Mlima iwe part of that team. Umeniuliza kama tutakubali watu wa Mlima wote, tayari tuko nafanya kazi na Jubilee. Kama bwana Gachagua anakuja na chama chake, ajiunge nasi na wale wote tulionao. I have no doubt kwa sasa we are going to make Ruto a one-term president. Kwa sasa labda turudi nyuma kwa uchaguzi wa mwaka wa 1992, 1992. Unakumbuka Mwai Kibaki na Kenneth Matiba walikuwa wanawania urais. Na walikuwa pia Rais Moi kwa wakati walikuwa wanawania urais. Na kwa kuwa hawa viongozi wote wawili hawakuja pamoja wakaungana, wote wawili wakatoswa nje na Rais Moi, na Rais Moi akachukua ushindani. Nyinyi viongozi wa upinzani kwa wakati huu, wewe unasema utawania kiti cha urais. Mheshimiwa Martha Karua kwa upande wake amesema kutakuwa na mageuzi katika chama chake, pia yeye atawania urais. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kinara wa Wiper, anasema vivyo hivyo. Chama cha Jubilee kinasema pia sisi tutakuwa na watu kutoka pale chini kiti cha MCA mpaka juu. Tofauti itakuwa ipi mwaka wa 2027 tusirudie ama msirudie yale yaliyofanyika kwa huu uchaguzi wa mwaka wa 92, mgawanyike? Nafikiri hakuwa tu wa 92 tulipoteza, licha kwamba kura za wale wote walihusika, za Jaramogi, za Kibaki, za Matiba, zilishinda za Moi. Tena 97 after 92, 97 Moi beat us again. Na ukiangalia kura zake, uangalie za Mheshimiwa Raila Odinga, marehemu ndugu yangu Wamalwa kijana, wote ukiweka hizo kura zote zilikuwa zinashinda za Moi. Lakini waligawanya. Ilipofika 202, we had learned our lesson. Na sasa hivi sasa tukisema kila chama kiende kijimarishe,
hata tukija pamoja as a coalition, a coalition is only as strong as its parties. So if we come together, many weak parties, we'll still not win. Lakini kila chama kikienda kutoka mashinani, kijijenge kutoka mashinani, vile Karua anafanya, vile Kalonzo anafanya, Omolo anafanya, tutakuwa na a very strong coalition. Na mimi naamini ya kwamba we know we owe it to Kenyans kuhakikisha tunashukisha Zakayo. Sababu asiposhuka, huu ni mwaka wa 3. Kilio kilicho Kenya sasa, it's unprecedented. Imagine Kenya hii kuvumilia miaka ingine 8. Sidhani we'll have a country left. So we owe it to Kenyans to ensure we come together and do what is right. Make Ruto a one-term president, tushukishe Zakayo, tushukishe ushuru, tushukishe ufisadi, na tumalize ukabila katika taifa letu. Inawezekana. Mshoki, I want to tell you, for me, I look at it as a sacred mission. Nikijitolea ya kwamba niko tayari kupambana na Zakayo, kumshukisha. I know we owe it to Kenyans. We can't go beyond this. Otherwise, we not have a country left. Thank you, Mheshimiwa. Yes. Asante sana. Toba twikire ukinya tukinyite tugocokere gatho cia mwanya ni guthina mbere na kunyitana ithu. Toba tukumanyithie matemo ma mohoro maria tukurehera una cihanda thaa 3 tucokereri. Tugocokere gatho cia mwanya ni guthina mbere na kunyitana ithu. Turathina mbere na tafarira ya Kiririmbi. Muthenya umuthi turi na Mheshimiwa Eugene Wamalwa, niwe mutongoria wa kiama kia DAPK. Ndio ndumirire irathi na mbere na gukahe mundu urauga haha maundu maria mothe marathi ithuĩ nĩ ithuĩ tugatua itua rĩa muthia hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 mwena ke dore kana thome game ya mwena wa ndumiriri nguhe na kerauga uteti gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũtirĩ hĩndĩ ũhoreraga. Tũrĩkagia gĩthurano thutha wa mĩeri iganona uteti ukanjia gũcaca rĩngĩ. Mheshimiwa, umesema kwamba mtaungana ili kwa ule upande mwingine naye Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Odinga wakiungana mtawachapa kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Lakini kwa uchaguzi wowote kuna kampeni ambazo zinahitajika kutoka mwaka ujao muendelee mwaka wa 2026, 27, na hayo mambo yote yanahitaji pesa. Muko na pesa ya kutosha ya kuzunguka nchi nzima? Nafikiri kwanza lazima nieleze wa Kenya vile tumekuwa tunafanya siasa yetu. Shida kubwa ni kwamba tumeweka pesa mbele. Tumeacha maadili nyuma. Leo tukiwa katika parokia ya Mtakatifu Yosefu, mji wa Nakuru, baba paroko James alisoma somo, nafikiri alikuwa anaongea juu ya nabii Jeremiah. Na akasema ahadi za Mungu si kama za binadamu. Sababu Mungu hatoi ahadi za uongo. Shida kubwa kwa binadamu ni uongo mwingi, na vile vile ufisadi mwingi, na vile vile kuweka fikra zote matumaini kwa pesa bila kujali vile hizo pesa zitapatikana. Na sisi kusema tutakomesha ufisadi Kenya na bado tunasherekea wafisadi, ile tunaangalia tu ni ile mabilioni pesa watatumwagia wakati wa kampeni bila kuangalia hizo pesa zimetoka wapi. Tuwashukuru makanisa sasa wameanza kusema hatutaki hela zenu za wizi, hatutaki hela zenu hizi muje za wash muje kufanya money laundering katika makanisa yetu. Na kanisa Katoliki limekuwa mstari wa mbele. Leo tumewapongeza kuanza kusema ya kwamba tukitaka nchi hii iende mbele lazima sasa tuanze tu kuangalia mambo ya pesa vile unasema. Sasa Ruto ana pesa kuliko kila mtu sasa Kenya, tutamshinda vipi? Unaweza kuwa na hizo pesa zote lakini ukose maadili. Ikifika siku ambayo Kenya
na Wakenya wataanza kuangazia maadili kuliko pesa, hapo ndio tutabadilisha nchi yetu. Sababu kama Father James alivyosema, tunaangalia more of the character, na tarehe 10 mwezi wa 8 2027 tumulike kila mtu aliye na azma ya urais. Tuulize Wamalo, wewe ukiwa na azma ya urais, hii ndio rekodi yako. Umepatikana na haya na hii kashfa na ile, tunajua una hii mabilioni, una hizi ndege, una hizi magoro, ulitoa hizi pesa wapi? Wewe Kalonzo, hii ni rekodi yako. Karua, hii ni rekodi yako. So pale ndipo tutafaulu kama nchi. Na alisema we must make 2027 a campaign based on character, not about the money the individual will be splashing. Bila sababu leo tuseme Adani amekuja, meumpa hizi deal za bilioni 500. Amesema nikipata hizi zote mimi nawapa bilioni 50. For a presidential candidate, 50 billion, hiyo will be enough for your campaign. Lakini the damage you've done to the country, umeuza the international airport yetu iliyojengwa na mikono ya Maumau, Kenyans, urithi wa Wakenya, umepea Muhindi kwa miaka 30. Lakini ingaje mheshimiwa, si kwa kila kampeni mnahitaji pesa. Kuna t-shirts zitaprintiwa, kuna magari, kuna kuzunguka kote nchini, kuna venues. Hatusemi ya kwamba hatuna uwezo wa kufanya kampeni. Tumekuwa tunafanya kampeni. Kama Mheshimiwa Kalonzo msema mara yake ya kwanza kukampeni. Sasa hawezi sema hawezi fanya kampeni. Tumeweza kufanya campaigns before, lakini ile kampeni inayokuja tunataka iwe tofauti. Iwe kampeni ambayo tutaangazia maadili kuliko mapesa ya mtu ambaye atakuja na magunia. Lazima kama tunataka tukomeshe ufisadi, we must start basing our leadership on integrity. And that day is coming. Mimi naona zile kashfa tumeanza kuona sasa. Wachana na hii Adani. Hii tumegundua tu mwisho. Kuna deal nyingi zimefanywa tayari. Na haya yote tunaenda kuyaweka wazi. In fact, nilikuwa naambia watu, kama ushawaona Christmas tree inawekwa zile taa, ukiswitch hivi mti wote unawaka. Kenya hii itawaka na kashfa nyingi ambazo hazijajulikana hadi sasa. Itafika pale Wakenya watasema hawawezi waende. Tuataka mtu hata kama hana hela tutamchangia. Hatutaki mwizi tena, hatutaki mfisadi tena, hatutaki mkabila tena. The day we achieve that, utaona tofauti katika maisha ya Wakenya. Sababu the minute tunaziba ile mianya ya ufisadi na wizi, we will not need to overtax Kenyans the way we are doing. Hawa wenzetu walio wa bottom up walisema, lazima sasa tuongeze ushuru sababu hatutaki kuenda kuomba pesa kule, kukopesha pesa. Lakini ndio hawa sasa wamejikopa hata kuliko Uhuru Kenyatta. Lakini wameongeza ushuru zaidi ya Uhuru Kenyatta. VAT kwa mafuta tukiacha at 8%, hawa jamaa wamedouble to 16%. Sasa the minute you start killing that middle class, wanabiashara wadogo unaua nchi. Mkichukua urais, ni mambo yapi ambayo mtafanya tofauti? Nafikiri kwanza ni kuanzia na swala la ufisadi na ukabila. Sababu tukipata uhuru, tulikuwa at par na mataifa ambayo yameendelea sana, yale yanaitwa Asian Tigers sasa. Kama Singapore, kama Malaysia, tulikuwa sawa Kenya hii wakati wa uhuru. Lakini mataifa haya yametuacha mbali sana. Ukiangalia GDP yao sasa iko zaidi mara 40 ile ya Kenya. Na wakati tumeuliza wataalam, experts, tumekuwa na ile Kenya kongamano la the Kenya we want, wamekuja wakasema adui wawili wakubwa wa Kenya ni ufisadi na ukabila. Na ukiangalia wale ambao walisukuma Malaysia, Singapore, wali deal with these two issues. So unless we change the leadership na tuwe na ile uongozi wa maadili, to actually stop corruption, the fight must start at the top, from the president himself. He should not just be the commander-in-chief of our defense forces. He should be the commander-in-chief in leading by example, in making sure that we kill corruption. Unless we slay that dragon,
nchi hii itaendelea vile imekuwa tu. Na hayo ndio wengi wetu twasema a time is coming when we must fight, hata even if we are taking on a Goliath who has billions and who has made more billions in 2 years more than any other president. We are ready for this. Mkichukua urais, mheshimiwa, baadhi ya mambo ambayo hutatiza uongozi mpya, nyinyi kwa mfano mko viongozi kadhaa, kuna wewe mheshimiwa Martha Karua, baadhi ya viongozi wengine, lile jambo ambalo mara mingi serikali mpya ikichukua uongozi ni kwamba viongozi waliounda hiyo serikali ni wengi, kwa hivyo kila kiongozi anataka kitu fulani, huyu anataka hiki, mwingine anataka hiki, mwingine anataka hiki. Sasa mwenye atakaye kuwa rais kwa huo muungano wenu anashindwa kuongoza kwa kuwa mheshimiwa Eugene anataka chake, mheshimiwa Martha, mheshimiwa Kalonzo anataka chake. Nyinyi mtajipanga kivipi? Nafikiri tangu 202 tangu NAC, na mimi naona a NAC moment is coming in 2027. Na Wakenya watafika pahala ile yale yanaendelea kwa hii serikali ambayo sasa inaitwa broad based, wengine wanaita bread based, yani ni mambo ya kugawana vitu, mambo ya deals tu. Itafika pale watu waseme hatujali kama ni Wamalo atakuwa rais ama Kalonzo ama Ukia ama Matiang'i ama nani, ile tunajali ni kwamba hii bread based government isiendelee kutuumiza. Once that decision is made, we'll be like they will be voting against. But we would owe it to these same Kenyans to ensure ya kwamba tunashinda round 1. Na hiyo itakuja kama tutaangalia the bigger picture. Na tangu 202 nchi hii sasa imekuwa na experience ya coalition building. I think we are getting better and better. Na tunajua vile coalitions zimekuwa zinajengwa na vile inaweza ikajengwa kuunganisha taifa letu. So sioni kama hiyo itakuwa ni shida. We are experienced politicians. We have formed government before. Tulitengeza serikali tukiwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki na marehemu ndugu yangu Wamalo kijana. Tukatengeza serikali tena muhula wa pili tukiwa na Kalonzo Musyoka na Kibaki. Tumetengeza serikali hii tukiwa na Uhuru Kenyatta. We have enough experience. We know how governments are formed. And naweza kueleza usiku wa leo msho, serikali ijayo, mwaka ujao, inaenda kuundwa na huu muungano mpya unaokuja kuokoa Wakenya kutoka kwa Zakayo. Wale wote wamepanda mti kuokoa Zakayo kutoka kwa Wakenya. Na mimi nimesikia Zakayo mwenyewe akisema haya akiwa Kondele. Amesema haki ya Mungu mliniokoa. Hao majinzi walikuwa wamenimaliza bwana. The issue now is it our duty as Kenyans, leaders of this country, to save Kenya from Zakayo or to save Zakayo from Kenyans? That is the question. Na mimi naona miungano itakuwa miwili tu. Kuna ule muungano wa kuokoa Kenya kutoka kwa mzigo wa ushuru wa Zakayo, kutoka kwa ufisadi wa kinadani na ukabila, na ule upande mwingine utakaoungana kumuokoa Zakayo apate muhula wa pili. Na hata sasa wameanza kuongea kumuongezea, hata wabadili ile katiba, term limit watoe, wamuongezee. Na nimeshangaa kuona mzee wetu Atuoli akisema hilo swala lilitupiliwa mbali. No. Haijalitupiliwa mbali ndugu yangu. Hii ni jaribio tu. Wewe unakumbuka hii ni mara ya 3 wanajaribu. Yaani hii ndio unaona mic testing 1-2. Baada ya uchaguzi immediately, jaribio la kwanza lilikuwa mbunge wa Fafi. Yeye ndiye alianza na mambo ya term limit, kukawa na jaribio hili ni la 3. Nimesikia hata mzee Atuoli akiongea kwenye television akisema ni vyema watoe term limits. Vile nimekueleza, lisemalo lipo, kama halipo laja. Ile tyranny of numbers ambayo Bwana Ruto ametafuta bungeni, ametafuta wana ODM wamuunge mkono. The tyranny of numbers wametumia kumngoa Gachagua. The tyranny of numbers wametumia kupitisha finance bill 2024-2023 ambayo imeumiza wa Kenya. Is the same tyranny of numbers inakuja watatumia kubadilisha hii katiba. That time is coming.
Na sisi kama wana DAP Kenya, sisi ambao tumeamua tubaki upande wa wananchi, usiku wale wataka tuwahakikishie, we will stand with the people to fight unto the end. Mheshimiwa, masaa yanakaribia kuisha. Chama cha DAP-K kimefikia wapi katika hatua ya kutoka kwa ndani ya muungano wa Azimio? Nafikiri yale ambayo tulikuwa tumefanya kama chama ni wakati wenzetu wamejiunga na serikali, sisi tulichukua msimamo, tulikuwa na mkutano wetu kama NEC, tukasema sisi hatutajiunga na Zakayo, tutabaki upande wa Gen Z, millennials na Wakenya. Huo uamuzi tulitoa, nafikiri ulikuwa karibu mwezi wa 8 hivi. Juzi tumekuwa na mkutano wa pili sasa, kusema vile wenzetu sasa wamechukua hatua ya kuanza kumuunga Zakayo mkono, kuongeza ushuru, kurudisha ule ushuru wa Finance Bill 2024, kumuunga mkono kufanya deals ambazo zitaumiza nchi yetu kama hizi za Adani. Wakati umefika ambao hatuwezi tukaendelea kusema tuko pamoja. Otherwise we'll all be aiding and abetting katika kuendeleza uongozi mbaya, sera mbovu ambazo zinaumiza Wakenya. Lazima tusimame ili tuwe upande wa wananchi, we stand to be counted. Na nampongeza Bi Martha Karua, yeye amekuwa kiongozi who is very principled. For Martha there's no gray, it's black or white. Na yeye ashachukua ile hatua tayari ya kutoa ile notisi na vile vile kuwa na NDC yake kujitoa. Sisi wana DAP-K tayari chama kimeniidhinisha nianzishe mikakati ya sasa kuondoa chama kwenye Azimio. Hatujatoka bado, tuko katika process hiyo, because it's a process. Itachukua almost 3 months. Na vile vile kimeniidhinisha kuanza kutayarisha chama kwa miungano mingine. And tunataka sasa tuanze kuongea na like-minded parties, like-minded leaders ambao wanajua ya kwamba kuna upande mbili tu ya kujitetea, either upande wa kuokoa Kenya ama upande wa kuokoa Zakayo. Sasa tuko katika hizo harakati to identify those partners, na mwaka ujao mtatuona tukienda sasa kwa hatua ya kuanza unda ule muungano na kuunda serikali. Kwa sasa focus yetu iko ni kuimarisha chama chetu. Nimetoka magharibi mwa Kenya, tumeanza grassroots elections hii wiki, tutaenda hadi March tutakuwa tumemaliza, and we will be strengthening our party as our partners who are with us now, who are going to be with us, wanaendelea kujitayarisha pia, tunajiandaa. Ukisema juu ya like-minded Kenyans, mmoja wao ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, na nakumbuka hapo awali chama chako kikiwa chini ama ndani ya Azimio, mlikuwa mnamuingilia aliyekuwa naibu wa rais. Itakuwaje sasa mko sawa kufanya kazi na yeye? Nafikiri sio ya kwamba tumesema hatutofautiani. Wewe wakumbuka wakati wenzetu wa bottom up wameingia serikalini, wamesema sera yao itabadilika sasa, iwe bottom up, kuinua mtu wa chini, mama mboga, watu wa kokoteni, boda boda. Lakini imekuja kuonekana ya kwamba haukuwa ukweli, zilikuwa ahadi za uongo. Na hata bwana Gachagua sasa anakubali ya kwamba inaonekana hawakuambia Wakenya ukweli. Wakaja pia na hii sera mpya ya hustlers versus dynasties. Tulitofautiana nao. Nami nakumbuka nikieleza waziwazi ya kwamba kipengee cha 131 cha katiba chapeana jukumu kubwa kwa rais, sio tu kuwa nguzo ya umoja wa taifa, lakini pia kuunganisha taifa. Sasa haiwezekani wewe rais na naibu wako mje mamlakani na mseme sasa ninyi ni marais wa the hustler nation, mgawanye nchi kwa mahasla na madynasty. Na mtumie hiyo kuwadanganya wale watu wa chini ya kwamba sasa tunaenda
unda serikali yenu, watu wa chini, watu wa mkokoteni, mama mboga na bodaboda. Sababu mnajua hao ni wengi, mchukue kura zao. Alafu wakati nafika kuunda serikali, hakuna hasla hata moja kwa hiyo serikali, ama mama mboga ama bodaboda. Juzi wamesema wanaenda kuunda new cabinet, jenzi waingie, hawakuingia. Kwa hivyo tuwasema hivi, tulitofautiana na Bwana Gachagua akiwa msaidizi wa Bwana Ruto, wakigawanya nchi kwa madynasty na mahasla, wakigawanya nchi kwa shareholders and non-shareholders. Na hii injili haikuwa injili ya Gachagua, ilikuwa injili ya Chief Hustler Ruto. Yeye ndio alianza kugawanya nchi. Makosa ya Gachagua ilikuwa yeye alikuwa ni disciple, na disciple sometimes anakuwa overzealous. Anahubiri injili kuliko Yesu Kristo mwenyewe. Na ikawa ya kwamba badala ya Yesu Kristo kusulubiwa, ni huyu disciple wake amesulubiwa. Badala ya dereva aliyeingiza gari kwa mtaro kushukishwa, ni Manamba ndiye ameshukishwa. Tunasema kufa dereva, kufa makanga. Lakini hapa makanga ndiye alishukishwa, dereva aliyeingiza gari kwa mtaro bado wako. Kwa hii kamera, mheshimiwa, sehemu yako ya mwisho, sekunde 2. Nafikiri inaweza sema Wakikuyu wanasema gotire yuraga nadikeaga. Hakuna marefu yasiyo na ncha. Najua ya kwamba mlima umeguzwa, najua ya kwamba watu wana wasiwasi itakuwaje, lakini hakuna marefu yasiyo na ncha. Haya yatapita, yatakwisha. Na vile vile pia Wakikuyu wanasema Ruiru shoke mukaro. Ninyi mulienda safari na Wamalwa na Kibaki, na tukafaulu kwa hiyo safari. Asante. Mulienda hii safari na Kibaki na Kalonzo, tukafaulu kwa hiyo safari. Usiku wa leo nataka niwape matumaini watu wa mlima, msikubali kugawanywa, msikubali kupiganishwa, lakini pia mjue ni nani marafiki wenu. Thank you. Na leo kama Wamalwa nasema, mnajua historia yetu kutoka kwa Wamalwa na Kibaki, Wamalwa na Uhuru. Mnajua historia yetu Kibaki na Kalonzo. Mko na marafiki. Asante. Ruiru shoke mukaro. Thank you very much. Asante sana mheshimiwa. Thank you muno kumana na mathaa tukinyia hau nigetha tuhe mundu uyu twa Gachagua Muriuki ihinda nigetha kumenyithia maria mothe matinda makihanika. Ngatho cia mwanya ni kunyitanira na ithuĩ. Ninjĩtagwo Muriuki wa Muchoki. Ya no tuko mwega.